Baada ya kumaliza kuitazama video hii, kuna kitufe chekundu kimeandikwa subscribe. Tafadhali naomba unisaidie kusubscribe, like, comment na ushare channel yangu ya Mabuti TV. Jamani ndugu zangu, kwanza poleni sana kwa kuwachelewesha kipindi chetu kulingana na taratibu na mambo kwa tofauti tofauti. Ndani ya siku mbili zote sijapost, kwa naomba radhi sana mashabiki zangu, lakini kulikuwa na mambo ambayo nyuma ya panzia siwezi kuambia kitu gani kiliendelea mpaka nifanya ni stop kuposti. Umeona mbele yenu hapa niko na dada huyu pamoja na madam, nadhani mtakuwa mnawafahamu, mmeliona tukio lao. Sasa leo nimekuja hapa nyumbani kwao. Nyumbani kwao, nadhani kipindi kilichopita mlikiangalia na mnajua watazamaji kitu gani ambacho kinaendelea na kilichotuleta hapa ni nini, mnajua. Sawa mambo vipi? Safi. Kama kawa. Kama kawa. Uko poa? Niko poa. Safi, kushukuru Mungu kama uko poa, kama unaendelea unaishi vizuri na madam. Kwa sababu madam nilipigia simu akaniambia sasa hivi kabadilika, iko safi kabisa. Umeona hana tabia zile kama za mara ya kwanza, kabadilika kabisa, yuko vizuri. Sasa leo nimekuja hapa, kuna vitu nataka tuvizungumze. Sio leo kwa hiyo usiogope. Kwa kikubwa tu ni kuzungumza ukweli juu ya hilo, umeona, ili uishi kwa amani zaidi. Sawa mimi si nimeamua kukusaidia wewe mwanzo mpaka mwisho, kwa hiyo usiogope kwa chochote. Sawa madam, uwanja ni wa kwako, uwanja ni wa kwako. Binti yako yuko hapa anakusikiliza, kwa hiyo zungumza, binti yako mwenyewe akiwa anakusikia hapo. Naam. Unakumbuka ile siku tuenda kupima mwanangu? Nakumbuka. Nikakutuma maji, nikamwambia kanichukulie maji kule juu, alafu mimi nikaingia nikachukua majibu tukaondoka. Ile siku majibu yako nilikwambia hauna tatizo lolote, si ndio? Ila kulikuwa kuna kitu unacho, ila niliogopa kukuambia kwa haraka haraka kwa sababu nilikuwa nataka nijue kwanza undani wa hili jambo, alafu ndio nikuambie. Vipimo vyako mwanangu vilionyesha una mimba, wewe ni mjamzito. Hapana madam, mimi mbona sina mimba? Kwa sababu mimi toka nilipotoka basi sijakutana na mtu yoyote. Na mimi sina mimba, mimi niko sawa tu madam. Sasa kipimo hakijawahi kudanganya, si ndio mwanangu? Na mimi shaka yangu ya kwanza ilinijia labda huyu hapa ndo kakupa mimba alafu kakuleta kwa kukusaidia kwa design hiyo. Ndio maana nilimuita yeye kwanza nikamuuliza kama ni yeye aliyokupa mimba aseme tujue tunafanyaje, maana yake hili swala ni gumu na nikumfikishia mama yako mimi nikaniwia uzito sana. Ndio maana nikataka nijue kama yeye ndio baba wa mtoto kabla hata sija kukwambia wewe kwamba una nini. Lakini yeye alikataa, sema sio yeye aliitwa tu kusaidia. Mimi kwamba huyu simjui, ndio niliona naye tu ile siku. Na pia mimi sina mtu asa mimi hiyo mimba naitoa wapi madam? Mimi sijafanya kitu chochote, mimi hapa sina mimba jamani. Ukweli mimba unayo. Mimba unayo. Na vipimo uzuri vipo ndani. Unaona Kwa hiyo mimba unayo mwanangu. Mimi siwezi kukudanganyia wala siwezi kukusingizia. Mimba unayo. Na kikubwa labda nikutoe tu wasiwasi. Hiyo mimba uwe nayo usiwe nayo, wewe bado ni mwanangu. Si nilikwambia wewe ni mwanangu kwa sasa? Sasa nilikwambia mimi ni mamako kwa sasa. Sasa huna haja ya kuogopa. Cha msingi tu kama huyu bwana sio mwenye mimba, basi umseme mwenye mimba nani ili tujue tunaanzia wapi. Lakini kama mimba ni ya huyu bwana, na penye sema ni ya kwake, usiogope. Sawa? Mimba ni ya nani? Ni ya huyu hapa? Hapana, mimi hapa simfahamu. Yaani leo ndo mara ya pili toka ile siku, leo ndo siku ya pili tunaona. Simfahamu. Niambie mwanangu, mimba ni ya nani? Madam, mimba sina, nielewe tu. Mimi mimba naitoa wapi jamani? Sasa mimi saizi tena na mimba mimi hapa sina mimba kakaangu. Yaani labda
Yaani hata sijui nisemaje madam, lakini mimi mimba sina, yani sina mimba kabisa. Mimi niko sawa madam, sina kazi, nafanya vizuri, kila kitu nafanya vizuri. Sasa mimi mimba naitoa wapi madam? Mimi sina mimba. Dada yangu nisikize nikwambie kitu kimoja, sawa? Wewe ukijua sisi tulishazungumza hapo awali, mimi na madam, umeona tulikaa tukajadiliana na akanipa taarifa ya kwamba wewe una ujauzito, sio? Unaelewa sisi kama sisi tulikubaliana kwamba tuje kwanza tukuambie mwenyewe, tukupe taarifa, alafu kisha tuangalie utaratibu unaofuata. Hivi tunavyozungumza mama yako wajui kama wewe una ujauzito, na sisi hatujamwambia. Mama, tunachokifanya ni kwamba ni kukuambia mwenyewe kwanza, alafu cha pili tumjue nani mwenye ujauzito wake, kwa sababu madam alikuwa ananishtumu mimi kama ujauzito ni wa kwangu, kwa sababu mimi ndio nilokuleta. Umeona, kodi nimetumia njia ya kukuleta wewe, umeona, kwa mfumo kama ule kwa kuepuka nini, kwa kuepuka matatizo. Lakini nikampa ukweli kama mimi sio mimba yangu. Mimi nilipigiwa tu na kijana yule simu, aliponipigia simu, umeona, kuna mtu anataka nimsaidie, ndio nikaja nikakusaidia, nikakuleta hapa. Ukweli kijana alirudi nyuma, umeona, yaani tumefika katikati ya safari yeye akarudi, umeona. Kwa binti mimi simjui. Usiongee sana. Mimi ninachotaka yeye aseme mimba ni ya kwako, mimba ni ya huyo hapa. Hapana. Ngoja dadangu nikuulize swali. Kweli, kwa sababu huyu ndo alokuleta na hadithi alohadisia mimi sijui. Usimfichie siri. Kama mimba ni ya kwake, sema. Sema mimi mama yako nipo hapa nitakutetea. Mimba ni ya kwake? Mimba ni ya kwake. Ukweli ni mimba unayo. Umeona? Dada wewe, sikutaka tu kukupa vipimo kwa muda ule kwa sababu nilijua huyu ndo mwenye mimba, ndio maana nikamuita kistaarabu. Nikajua tu nikikupa vipimo utamwambia huyu. Alafu nikimuita hatakuja. Ndio maana nilikaa kimya. Nikamuita yeye kwanza ili nimuulize mimba ni ya kwake aseme. Sasa mwanangu, kuwa muwazi. Mimba ni ya huyu? Hapana. Aya, mimba ni ya nani? Usifiche, sema ukweli. Mimba ni ya nani? Zungumza tu, kwa sababu dadangu mimi huo msala unakuja kuniangukia mimi. Ila ukimweka wazi mama, mimi nakuwa nipo salama. Si unaelewa Msaada wangu usije ukawa matatizo. Ndio maana sikumwambia. Nikasema nikuite wewe. Ningemwambia huyu angekushtua wewe. Ndio maana sikumwambia ili nikuite wewe kwanza nikuulize. Kama mimba yako useme. Wewe usiogope. Mimba ni ya nani? Ni ya kwake? Madam watu kufukuza, nimeshazungumza naye. Mimba ni ya nani? Mimi hapa. Ni ya mume wangu mimi? Hapana madam, siwezi kufanya hivyo. Lakini unakiri kweli kama una ujauzito, si ndio? Una mimba? Sawa. Wewe hata kama ni ya mume wangu niambie. Ni ya mume wangu? Hapana madam. Sema ukweli, ni ya mume wangu? Hapana, siwezi kufanya hivyo madam. Sawa. Wewe toka ulipotoka hapa siku ile kuna mwanaume wote ulikutana naye ukaenda kulala kwake? Mimi hapa sitaki kulala kwa mwanaume. Ila kwanza sijui mimba ya nani. Ila ninachokumbuka mimi hapa, mara ya mwisho nilipokuwa nalala kwenye lile jumba, yule kaka ambaye alikwambia uje, alikuwa anakuja pale mara kwa mara usiku. Ila mara ya mwisho, lakini alipokuwa anakuja tu kwa tufanye chochote. Ila mara ya mwisho aliniletea kinywaji, na baada kinywaji gani? Kwenye chupa kama apple punch hivi, yani pombe. Yani kama pombe hivi. Sio kama pombe, ni pombe. Ila alinitilia kwenye chupa, yani alikuwa amechanganya na apple punch. Akaniambia ninywe kwa ajili nisiwe na waza sana, nipunguze msongo wa mawazo, maana nilikuwa naambia mimi msilali. Akaniambia ukinywa hii utapata usingizi mzuri. Kwa ndo nakumbuka mara mwisho ilikuwa hivyo, na baada ya kuamka nilijiona sipo sawa. Lakini sikuwa na ushahidi ni nani, ni yeye au ni nani, sikumbuki chochote. Kwa hiyo unajiona uko sawa, ukuwa sawa kwa sababu gani? Ulikuta umeingiliwa. Lakini sikujua sasa kama ni yeye au ni nani, kwa hata sielewi kama ni ndo alinifanyia hivyo ama ni mtu mwingine, sijui chochote. No. Mwanangu pole. Pole sana. Sasa madam hapa tunafanyaje sasa? Tayari kwa mwenyewe ameshakiri kweli ana ujauzito. Una uhakika yeye ndo aliokupa kile kinywaji, si ndio?
Yule ndo mwenye dhamira hiyo, alimpa kinywaji ili amtumie. Wewe unahisi alikuwa na dhamira gani? Kwa sababu yule kijana nilikuwa nakuja naye siku ile akaishia njiani, tumekwenda dukani sababu hapa una duka, aliogopa yule. Alijua alichofanya, aliogopa labda huyu atataja au atasema. Hapa kuna duka, hapa kuna hoteli. Sasa huyu nilimpeleka pale sehemu ya hoteli. Hapa twende. Sasa umesikia, ngoja kwanza. Umesikia madam? Mimi nataka tumfuate huko huko. Sawa, nilichokuwa nakiwaza kitu kimoja, kaa chini kwanza. Nataka kitu kimoja kabla hajafika kule, sawa? Nitaka tumjulishe kwanza mama yake, tumwambie kama binti kweli amethibitisha mwenyewe ana ujauzito na nini, ili tumtulize nini. Tumwambie tu, ngoja nimpigie. Tumwambie sasa hivi tuondoke tumfuate. Maana yule kaka anaonekana kabisa ndio maana alikimbia. Na hawezi kumpa huyu pombe kwa malengo mazuri. Ndio. Kwa nini ampe pombe? Ni yake ilikuwa ni hiyo. Kwa nini kama kweli anamuonea huruma, kwa nini asimsaidia akampeleka hata kwake au akampeleka sehemu au akamsaidia msaada wa kurudi nyumbani? Sehemu salama. Kwa nini amwache pale? Huyo mkaka ni kama mnajua alipo, tuondoke. Mimi napajua paka kwake. Madam, nilikuwa naomba usinifukuze. Na mama, siwezi kukufukuza mwanangu. Na mama usimpigie simu maana anachanganyikiwa. Mtoto tulikuwa tunaongea naye, mwanangu anaumwa. Yeye mwenyewe anatakiwa aende kufanya check up kama unavyojua. Na ana tatizo la pressure, atakufa mamangu jamani. Sasa yule ni mama yako, lazima ajue. Yule ni mama yako. Kwa vovote vile lazima ajue. Kimsingi yani tukimficha ni sawasawa na sisi wenyewe kujichimbia kaburi. Kwa sababu yeye ndo mzazi wako. Kesho na kesho kutwa atasema kwa nini hamkuniambia? Ndio. Asa mimi ni mamako huku, lakini yeye ni mamako alokuzaa, sawa? Na pili nitamtoa wasiwasi kwa sababu wewe ni mwanangu. Kwa lolote ile tutakuwa pamoja, sawa? Usijisikitikie sana, hawezi sawa. Madam, mimi kwa naomba kitu kimoja. Kama ni kweli unaamua kumsaidia huyu binti, endelea tu kumsaidia kwa sababu aliyoyapitia ni makubwa sana, kwa sababu kama hiyo ameingiliwa na amepata ujauzito, sio vizuri. Utaratibu ufuatwe. Kama huyu kijana tukutana naye tumuelezea, akikubali kama ujauzito ni wa kwake, inatakiwa afanye utaratibu wa kumhudumia huyu binti. Sawa vinginevyo akikataa basi tutaangalia hatua zingine za kisheria, kwa sababu yani ametumia udhaifu wa mwenzie, maana amebaka. Kwa hiyo usije ukamtupa. Mimi nakuomba usije ukamtupa. Siwezi kumtupa. Na yule kijana lazima nimwajibishe. Nampigie mama yake. Mpigie mama yake, tumpe taarifa la kisha. Yule kijana kwa sababu namba zake mimi ninayo, tusimpigie. Tunaanza kwanza kimya kimya, tukifika pale tukimkosa ndo tutampigia simu. Sawa. Silie sawa. Kwa nini alie? Mimi mama yake niko hapo. Sawa. Tutasimama wote pamoja kwenye hili mpaka linapoisha. Sawa. Ana simu apokee, labda ajaribu kupiga kwenye namba nyingine sijui. Jamani watazamaji, nadhani wote mmesikia, umeona binti hapa ana ujauzito, na inasemekana kama yule kijana ambaye alinikimbia wakati anakuja naye huku, na ndio alinipigia simu kwamba nije kumsaidia huyo binti, na yeye ndio anaonekana. Halo mama. Sasa hivi. Salama za huko? Nzuri za huko. Salama, mtoto wa jambo? Namshukuru Mungu tunaendelea vizuri, sijui nyie huko. Huku salama. Vipi kile kiomaoma alichokuwa nacho mtoto? Ndio hivyo, kuna panado nilipata hapa nikampa. Sasa hivi kidogo naona anacheza, ila bado amelala sasa hivi. Basi sawa, kama kutakuwa kuna uwezekano jioni nitakutumia hela umpeleke hospitali. Asante mamangu, nashukuru sana mamangu jamani. Mungu akujalie. Amina. Mungu akujalie sana mwanangu, utafute upate uwe na roho hiyo hiyo ya kutoa. Amina. Ila sasa hapa ndio mama, nimeongea na mwanangu huyu, kashasema yule kaka alokuwa anamsaidia yule, ndo kuna siku
alimnywesha pombe na hisi akambaka. Kwa hiyo hapa ndo tunataka tukamtafute huyo kaka awajibike, manake hiyo tena itakuwa ni kesi ya kubaka, manake kamnywesha mwenzie pombe, kamtumia bila mwenzie kupenda, ni kambaka. Changamoto jamani, mwanangu anapitia sana, ila tuko naye, tuko pamoja naye, usijali, litaisha hili. Hamna shida mama, mimi nakuombea dua, kila unalofanya liwe jepesi, mpambanie, huyo ni mwanao. Amina, usijali. Haya, ongea naye kidogo huyo. Ongea na mama. Ongea na mama. Shikamoo mama. Marahaba, ujambo? Sijambo mama. Pole mwanangu. Asante mama. Pole mwanangu, unapitia changamoto kwa sababu yangu mwanangu. Pole mamangu, Mungu atakusaidia mwanangu, pole. Nyamaza mwanangu, usilie, uheshimu sana huyo mama, anakusaidia mwanangu. Mama, pole sana kwa changamoto unazozipitia. Sawa Asante mwanangu, pole na nyie. Asante. Hii sauti unayosikia ni ya kijana ambaye alimsaidia binti yako siku ya kwanza kabisa. Ndio. Mimi ndo nilikwenda kumsaidia kumtoa kwenye ile mjumba na kumrudisha hapa kwa madamu wake. Ndio. Mimi naitwa Mabuti. Ndio baba. Kwa kuna kijana alichukua namba yangu akanipigia simu akasema kuna binti na matatizo nataka wamsaidie. Ndio. Ndo nikaenda kumchukua na kumleta hapa kwa madamu wake, lakini ndo hivyo mama yangu, natakiwa tuvumilie kwa sababu ni changamoto, na madamu amesema anajitolea kwa lolote ambalo linatokea kwa binti. Umeona, kwa sababu anaamini kwa mama wake au na uwezo wako, ana ndugu yote anayemtegemea. Kweli kabisa, kweli mwanangu, mimi tu niseme nawashukuru wote, nakushukuru wewe, maana bila wewe mwanangu pia nisingempata, maana tulikuwa tujue hata yuko wapi. Asante baba, uendelee kuwa na moyo huo. Sawa, hamna shida mamangu, ondoa wasiwasi. Sawa. Sawa, sio nalipambania hili mpaka mwanao mpaka ukweli utakaopatikana ni ujauzito wa nani. Umeona, na mwisho wa siku tutaangalia namna ya kufanya. Mungu awatangulie wanangu. Haya mamangu, asante sana. Haya, nashukuru. Sawa. Mwe na siku njema. Amina. Jamani, hapa tumfuate huyo kaka. Hapa mimi nasikia tu kichefuchefu kwanza. Itabidi tuondoke na umesikia dadangu? Itabidi tuondoke kule kijana. Tukazungumzie naye. Sawa kwa usiumie sana, jikuwa uhuru tu, sawa kuwa mtu mwenye amani kwa sababu sisi hapa tupo kwa ajili ya kukusaidia. Sawa, tuondoke madam. Hapa ngoja nirudishie mlango. Sawa. Ole dadangu, sawa yani usijue una changamoto hii ukaamini kama Mwenyezi Mungu kama vile akupendi. Sawa, kuna watu wana changamoto kubwa zaidi ya yako. Sio vizuri watu hapo hospitalini huko na miaka sasa hivi hata kunyanyuka hawawezi kunyanyuka, kutembea hawawezi kutembea. Watu hawaoni, wanatamani kuona. Hizo ni changamoto kubwa kuliko usijisikie vibaya sana. Sawa kwa kuwa Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi, basi tutakusaidia.